Hujambo mtazamaji wa Swahili Times, karibu sana kwenye mahojiano mafupi na mgombea urais wa Tanzania kupitia chama cha African Democratic Alliance. Anaitwa ndugu Georges Gabriel Busungu. Karibu sana. Nashukuru sana. Heshima yako kwanza. Nashukuru sana ndugu yangu Dorin, nashukuru sana. Kwanza kabisa nikupongeze na nikupe hongera kwa jitihada ambazo kama chama mnafanya kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Nashukuru sana, nashukuru sana. Sawa. Kwa kwanza tu labda tunapenda kufahamu ama watazamaji wangependa kujua historia fupi, wewe ni nani, Busungu ni nani, wangependa kujua kupitia hilo. Tukianzia kwa karibu, mimi ni Mtanzania, mimi ni mzalendo halisi. Mimi ni mtu ambaye ni mwanamajumui wa Afrika, ni mtu mwenye kupenda haki, kupenda amani, na mtu mwenye mtazamo wa mbele wa kuibadilisha nchi yetu ya Tanzania kutoka hali duni iliyoko sasa hadi hali bora ambayo tunatarajia kwa miaka michache ijayo. Mimi nikiwa kama mgombea wa chama cha TADEA, nia yangu ni kujaribu kuhakikisha kwamba Watanzania wanaokoka katika mawazo finyu ya kikoloni, mawazo ya kutojiamini. Tunataka kuimarisha uhuru wa Watanzania ili wafikie malengo ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere alikuwa ameazimia kuyafanya. Kwa kweli mimi ni Mtanzania halisi na mzalendo kama nilivyosema. Sawa. Sasa tuko kwenye wakati wa kampeni na vyama vimeanza kampeni zao mikoa mbalimbali. Kama ADA TADEA, mmefikia ni asilimia ya Watanzania wangapi ambao umefikia mpaka sasa, ambao umewafikia kwenye kampeni? Hilo ni swali zuri sana. Kwa sababu hatujafanya utafiti ulio mzuri, utafiti wa kina, ni vigumu kusema ni asilimia ngapi tumefikia. Lakini kutokana na nyinyi waandishi wa habari mnavyotupromote, mnavyotutangaza, tunaweza kusema zaidi ya asilimia 50 kwa sasa wameshafahamu kwamba chama cha ADA TADEA kina mlengo wa kuwakomboa Watanzania wanyonge. Na kwa sababu tunaendelea na shughuli za kampeni, tuna imani inapofika tarehe 27 ambapo ndio kilele cha sisi kujinadi, tuna imani zaidi ya asilimia 80 watakuwa wameelewa nini tunachotaka kufanya ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na usawa kwa jamii ya Tanzania. Ndio. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni karibu asilimia 50 ya Watanzania wameshafahamu ADA TADEA ipo na ADA TADEA inataka kuwakomboa Watanzania wanyonge. Nikupongeze kwa hilo. Nashukuru sana. Na vipi kuhusiana na changamoto? Ni changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo katika kampeni, mikutano yenu, namna ambavyo mnafikia watu? Changamoto ni zipi? Vyama hivi vidogo vyote, vyama hivi shindani vina changamoto kubwa ya uwezo wa kuweza tuite kwa lugha ya Kizaramo kumobilize watu kwa sababu ya uwezo wake mdogo wa kifedha. Mikutano yetu tunaifanya sisi, huwa tunapata wananchi walio kwenye eneo lile ambalo tumepanga kufanya mkutano. Hatuwezi au hatuna uwezo wa kuwasaidia wale wenye nia ya kutusikiliza, lakini wako mbali, ili tuwape fedha za nauli au kuwapa vyombo vya usafiri wasogee karibu na sisi kama vyama vingine vyenye uwezo vinavyofanya. Na uwezo tunao wa kutumia majukwaa. Tatizo liko kwenye swala la mapato fedha. Na kwa sababu tunaendelea kujitahidi kupata fedha, lakini tuna imani kama kutumia vyombo mbalimbali vya habari tutawafikia Watanzania wengi na ili waweze kufanya maamuzi yao sahihi. Ndio. Na kwenye swala la fedha hapo, mnatumia njia gani kuhakikisha sasa mnapata pesa za kuweza kuwawezesha kuweza kufanya kampeni, kwa sababu tunajua kampeni ni gharama kubwa? Umetamka neno sahihi, kampeni ni gharama kubwa. Ni gharama kubwa sana. Kwanza napenda kuishukuru serikali. Napenda kuishukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kutupa vyombo vya usafiri na kutuwezesha kutembea maeneo mbalimbali katika nchi hii. Kwa sababu bila kuwa na vyombo vya usafiri tungetembelea maeneo machache sana. Kwa hiyo
wanasema mnyonge mnyongoni, lakini haki yake mpeni. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inastahili sifa kubwa sana kwa hilo. Na sisi kwa kweli tuna imani kwamba kwa kutumia vyombo hivyo tumeweza kuwafikia Watanzania wengi na tutawafikia Watanzania wengi wa kutosha ili kutuelewa sisi nia yetu ni nini. Sawa sawa. Ndio. Sawa. Labda pia ningependa kufahamu ni ipi itikadi yenu kama ADA-TADEA ambayo mnaisimamia? Sisi nadhani katika vyama vyote hapa nchini hiki ni chama kama vile chama pekee, kina mlengo tofauti kabisa. Kwanza tuanzie hapa. Chama cha ADA-TADEA kina mlengo wa kati au wanaita wenyewe center party. Inataka kuelezea uchumi wa mchanganyiko au wanaita mixed economy. Sisi mtazamo wetu ni ujamaa na kujitegemea. Lakini ukisema ujamaa kwa Kiingereza wanasema socialism. Sisi sio wa socialist. Sisi ni wajamaa ambao tunafuata uchumi mchanganyiko. Kwa hali hiyo sasa, sisi tunataka tuhakikishe kwamba jamii yote inakuwa sawa. Ndio tunaita ujamaa, lakini jamii hii inajitegemea kwamba inapata kipato chake na kuendesha maisha yake vizuri. Utofauti wetu na wengine wanakuja wapi? Sisi tunalenga kwenye kitu kimoja kikubwa ambacho tunakiita mapinduzi ya njano. Mapinduzi ya njano maana yake nini? Mapinduzi ya njano maana yake moja, mabadiliko ya fikra. Mbili, mabadiliko ya teknolojia. Na tatu, mapinduzi ya uchumi. Nini maana ya mabadiliko ya fikra? Watanzania wengi wamekuwa na mawazo ya kwamba hawawezi kitu. Ukimwambia kitu, hii labda mzungu, hii labda mtu wa nje. Kwa hiyo si tatu ndio tusahihishe fikira hizo, kwamba sisi tuna uwezo mkubwa wa kuhakikisha kwamba kila kitu tunaweza kutengeneza. Tunaweza kutengeneza madawa, tunaweza kutengeneza magari, kila kilichopo duniani Mtanzania anaweza kutengeneza. Kwa mfano, kuna Mtanzania mmoja, dada mmoja, yuko kwenye shirika la NASA kule Marekani. Dada huyu ni Mtanzania na yeye ndio anapiga mahesabu kwamba chombo cha Apollo kitatua saa ngapi mwezini na dakika ngapi na kitatua eneo gani. Yule ni Mtanzania. Kama yule ameaminiwa na NASA kufanya vile, je, Watanzania wangapi wanaweza kufanya mambo yale? Kwa hiyo huo ni mfano mmoja tu. Kwa hiyo ndio tunasema lazima Watanzania wabadilike fikra kwamba wataweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye maendeleo ya nchi yao wakijiamini. Moja hiyo. Mabadiliko ya teknolojia. Sasa hivi dunia imekwenda kwa kasi. Hatuwezi kuchimba mtaro kwa kutumia majembe na sululu. Kuna mashine zinachimba mtaro. Kwa hiyo nataka tutumie teknolojia hiyo kuleta mabadiliko katika mambo mbalimbali ya kiuchumi nchini. Naona kama hapa mfano tunaweza kuzungumza, hakuna waya hapa. Hii yote ni teknolojia. Sasa ADA-TADEA inasema itajenga mji wa kiteknolojia. Yenyewe imesema itauita Bongo Technological City. Kama kule Marekani wana kitu kinaitwa Silicon Valley. Sasa tunataka tujenge chombo hicho hapa Tanzania ili vijana wote wale wataalamu watakuwa na kwenda pale waweze kuibua, waweze kubuni, waweze kufanya mambo ya ajabu ambayo wataibadilisha teknolojia ya nchi hii kuwa katika hali iliyo bora zaidi, angalau tufanane na nchi nyingine. Hiyo ni sehemu ya pili. Hayo ni mapinduzi ya njano. Ya tatu ni mapinduzi ya uchumi. Tanzania ni aibu kubwa sana kuagiza ngano kutoka Ukraine. Ni aibu kuagiza ngano kutoka Urusi. Wakati kuchukua mashamba makubwa ya Basuto. Kwa nini tusiyafufue yale mashamba ili tutengeneze ngano? Na kwa sababu nchi za Kiafrika zina matatizo ya ngano, tukapata soko la ngano. Na hapo tutapata pesa. Kwa nini tulikuwa na mashamba ya mpunga Mbalizi?
mbona yamekufa? Kwa nini situmie mabonde ya Rufiji kutengeneza mpunga au bonde la Rwiche kule Kigoma? Kwa hiyo tuna uwezo wa kutengeneza plantations za kutosha za mazao, tukauza tukapata mazao ya kutosha. Lakini kuna viwanda vya kuchakata mazao, viwanda vya pamba vimekufa, viwanda vya korosho ni hoi. Kwa nini tunaacha? Viwanja vya tairi Arusha vimekufa, hata radio hapa National Dar es Salaam hakuna. Sasa sisi tutakuja kuvifua hivi viwanda. Angalia, sisi namba 2 kwa mifugo katika Afrika, lakini tuna uchumi hoi wa mifugo. Tunasema hivi, kwa nini wafanyabiashara wanapewa mikopo? Kwa nini wakulima wanapewa ruzuku? Mbona wafugaji hawapewi ruzuku? Sasa ADA TADEA inatoa ruzuku kwa wafugaji, na kwamba misitu yote ya serikali wafugaji wataruhusiwa kwenda kufuga kwenye misitu ile, kulisha chakula, halafu baadaye wanatoka, kwa sababu wanaokula ni wanyama na ng'ombe ni wanyama na nyama porini ni wanyama, ila wasiruhusiwe kwenda kulima, ili yale majani ng'ombe wetu waweze kunenepa, walete kuwa na biashara. Kwa hiyo tutafanya mapinduzi ya viwanda, mapinduzi ya kilimo, mapinduzi ya mifugo, mapinduzi ya uvuvi, mapinduzi ya nyuki, yani kuhakikisha kwamba Watanzania asilimia zaidi ya 70 ambao ni wakulima wanapata pesa. Hivyo sasa wakipata pesa, tunakuja kwenye eneo jingine sasa. Hapo mapinduzi ya njano yakishakamilika, tunakuja na kauli mbiu yetu inayosema uhuru na uwajibikaji. Wananchi lazima watoe mawazo yao. Mtu akisitoe wazo ukamchukia, ukisema mimi na chongo, sikasiriki kwa sababu chongo ninalo sina. Kwa hiyo nini kuchukia kwa sababu mimi na chongo? Kwa hiyo tunataka wananchi wawe huru kutoa mawazo, na mawazo kwa wenzetu wanasema hiyo ndio mrejesho mzuri wa kufanya mabadiliko. Sasa kauli mbiu yetu ya uchaguzi mwaka huu ni uhuru, watu wawe huru, lakini kuwe na uwajibikaji. Viwanda vyote vilikufa, sio kwa sababu ipi? Kwa sababu watu walikuwa hawajibiki. Kwa sababu hawajibiki, viwanda vimekufa, mambo yameharibika, kila mtu anakwenda anavyotaka. Hiyo holela ndio hatuitaki sisi ADA TADEA. Tunataka kujenga taifa ambao tunaita Tanzania mpya, yenye utajiri, haki na amani. Kwa hiyo sisi tutataka taifa la Tanzania liwe taifa tajiri ambalo linawezekana. Kuna madini hapo tutayasimamia, kuna kila kitu, uranium na nini, madini mbalimbali hapo. Kwa hiyo tuna uwezo wa kufanya maajabu makubwa katika Afrika, na dira yetu inasema kuwa nchi ya kwanza kiuchumi katika Afrika. Ndio dira yetu ya uchaguzi wa mwaka huu, na tunaomba mtupe miaka mingapi? 5 tu. Sio 5 tena, ni 5 tu. Haya yatafanyika na mtaona tofauti. Kwa hiyo ADA TADEA ndio chaguo la watu wenye akili wanaotaka mabadiliko. Sawa. Nikurudishe nyuma, umezungumzia kuhusiana na Tume Huru ya Uchaguzi, lakini pia ulizungumzia kuhusiana na kipato kama chama. Imesikika baadhi ya wagombea wakilalamika kuhusiana na magari ambayo Tume Huru ya Uchaguzi imeyatoa kwa wagombea. Wanasema kwamba gharama ni kubwa sana ya kuweka mafuta, wanatumia gharama kubwa, na wengine wanasema wanayapaki majumbani. Sasa nyinyi kama ADA TADEA unazungumzia vipi kuhusiana na hili? Ama tunaweza tukasema haya magari kwenu yamekuwa na msaada kwa kiasi gani? Ndio maana nimesema mabadiliko ya fikra. Ndio. Tatizo la watu fikra ndio shida kubwa Tanzania. Kwa mfano wewe jiulize, hujapewa gari. Lazima ulikodi gari. Na gari ukilikodi lazima uliwekee mafuta. Ndio utafanya shughuli zako. Sasa kama tume imetupa gari na kusema kwamba wekeni mafuta kidogo au tunawapa mafuta kidogo, halafu hata kama hayatoshi, kwa nini usiongeze mafuta ili yatoshe ufanye kampeni? Kwa sababu jiulize, kama usingepata hilo gari ungefanyaje hiyo kampeni bila gari? Hapo ndio inaitwa fikra. Watanzania wengi wanatakiwa wabadilike fikra, wafikirie
kimapinduzi. Sina maana ya Chama cha Mapinduzi, yani kimapinduzi, kiada TADEA hivi, mawazo ya mtazamo chanya. Ndio. Kwa hiyo usafiri waliotoa tume umetusaidia na kwamba kama mtu hela zake zimepungua ni bahati mbaya, kwa sababu vyama hivyo havina uwezo, lakini huwezi kulaumu yale magari kuja. Mimi nasema yamefanya vizuri sana kuwepo, kwa sababu yaturahisishia. Ile pesa tungekodi gari, pesa hiyo tutatumia kuweka mafuta. Sawa. Kwa hiyo ndio tunaendelea na kampeni zetu. Sawa. Na tungependa pia kujua, ikiwa wananchi wakakupa ridhaa ya kuwa rais wa Tanzania, ni mambo gani muhimu, tutajia hata matatu tu ambayo ni muhimu, ambayo nasema hii nikiingia basi nitaanza nayo, haya matatu? Ukisema mambo matatu, mimi nasema jambo langu ni moja tu. Ndio. Jambo lako ni moja tu. Kwanza nataka nihakikishe mapinduzi ya njano. Ndio kitu cha kwanza nitakachosimamia. Vile vitu nilivyokusimulia kwa mapinduzi ya njano nitakavifanya. Lakini katika hilo kuna vitu ambavyo vingine vinahitaji kuangalia. Ili mapinduzi yafanikiwe, lazima mambo fulani yafanyike. Kwa mfano, kwenye fikra, tunataka tuhakikishe vyombo vya habari vya serikali, vya umma na vya watu binafsi viweze kuwezeshwa ili viweze kutoa habari kwa ufanisi zaidi. Kwa nini? Hauwezi ukaleta mapinduzi ya fikra wakati watu hawajasaidiwa kubadilisha mtazamo, na watakaoweza kufanikisha kubadilisha mtazamo ni vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari kama Swahili Times, blogs na nini, ITV, TBC, Azam, vyombo vyote hivi viwezeshwe na serikali makusudi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mabadiliko ya fikra yanafanyika. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Sawa. Katika mapinduzi ya njano naendelea. La pili katika hilo ni kwamba kuna watumishi wa serikali ambao watafanikisha masuala hayo tuliyosema. Lazima kuangalia vizuri maslahi yao. Tutaangalia vipi maslahi ya hao wafanyakazi, kuangalia haki zao zinalipwa, kuangalia kwamba shughuli zao. Kwa mfano, utakuta mtu ana mume au ana mke, anahamishwa, anapelekwa kule, mke anamwacha huko. Kwa hiyo serikali ile inaleta sababu ya kuharibu maadili ya wale watu wawili na kuharibu uzao wa watoto wao, wanakuwa hawana maadili mema. Hilo tutalipiga marufuku kabisa. Mtu akipata uhamisho mwanaume na mwanamke afate, akipata uhamisho mwanamke na mwanaume afate. Hiyo ni kitu ambacho kinaniumiza sana roho, kwamba wanaharibu maadili ya watoto na wanasingizia kwamba wazazi hawaangalii. Sio wazazi, ni serikali haiangalii watu wake, kwamba wanahakikisha kwamba wanakuwa pamoja ili kulinda familia. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, vijana hawa vijana lazima tuangalie kwa jicho zuri, kwa sababu vijana wamaliza shule alafu wanaachwa wanazurura, elimu yao inapotea bure kabisa. Sisi tunataka tufanye wanaita incubators, sijui Kiswahili chake vizuri tunakihitaji, yani kuwalea kuweza kuwa wazalishaji. Kwa kila mtu anachosoma kile, kutakuwa na sehemu ya incubator mahala. Wakitoka shule wanakwenda mahala. Kwa mfano madaktari, utakuta madaktari wanakuwa na ile wanaita internship. Wanakwenda wanafanya kazi mwaka mmoja, wanapewa posho, baada ya pale wanaachwa. Kama unaweza kuwapa posho kwenye internship, kwa nini usiendelee internship kama hawajapata ajira, waendelee tu kuhudumia watu kiafya na wapate posho? Kwa nini? Maengineer internship kwenye kwa nini usiendelee tu nao pia wakapata posho hata kama sio mshahara mpaka wapate ajira? Kwa tutahakika tunatengeneza incubators kwa ajili ya vijana wote wanaomaliza shule kufanikisha masuala haya. La mwisho sasa, wazee. Unajua, ukiwa kijana hutazeeka. Watanzania wote, semahani nasema lugha mbaya, yani tuseme ni kama wapumbavu hivi. Yani eti mzee wanaona kama vile wao wazee, sisi si wazee. Kumbe na yeye ni mzee mtarajiwa. Tunataka kufanya hivi, wazee wote
ambao wamefikisha miaka 60 watapata posho. Kiasi gani tapiga hesabu wakati ule. Mzee yule ndiye kanizaa mimi, ndio kakuzaa wewe, na wewe sasa unafanya kazi. Kwa hiyo kafanya kazi ya kulijenga taifa. Sasa wale wafanya kazi na wenyewe wapate increment, kwa sababu soko lao ni lile lile. Mfanyakazi anapoenda sokoni na huyo na sokoni kule kule. Kwa hiyo sisi hayo mambo tutayafanya within 30 days, katika muda wa siku 30. Sasa Haya niliyoyasema haya. ndio. Tutawekea mpango na kutakuwa na tume yake maalum kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri, na ikiwa pamoja sasa na kutengeneza tume ya kuandaa katiba bora. Sio katiba mpya, Katiba bora. Katiba bora. Maana yake unaweza kuandaa katiba mpya ungesema rais akae miaka 200. Sio mpya, hata katiba bora ndio kazi yetu. Sawa sawa. Tume hiyo katika siku 30 za kwanza tu tutafanya mambo yetu hayo. Sawa sawa. Hatutasubiri siku 100 kama wengine wanaposema. Sawa sawa. Sasa mbali na kufanya mikutano ya hadhara, ni njia gani zingine ambazo mnatumia ili kuwafikia Watanzania? Kwa kweli mikutano ya hadhara mimi nilivyofanya tathmini ni sehemu ndogo sana. Kama nilivyokuambia, sisi kwa sababu hatuna uwezo wa kumobilize, kukusanya watu wengi mara moja, ni watu wachache wanahudhuria kwenye mikutano yetu, na watu wale wachache wanakwenda kuambukiza wengine, wanapata hamu ya kusikiliza sera za ADA TADEA. Ndio. Kwa hiyo sasa sisi tunatumia zaidi vyombo vya habari kama nyinyi hivi. Tunaomba vyombo vya habari vitutangaze na vieleze sera jinsi tulivyoainisha, ili sasa watu wengi waweze kuelewa. Kwa hiyo njia kubwa tunayofanya sasa hivi ni kutumia vyombo vya habari pamoja na makaburasha kama haya madudu wa mabango na nini, lakini zaidi 90% ya mafanikio yetu ni waandishi wa habari, ndio tunawategemea zaidi. Sawa sawa. Ndio. Na swali la mwisho sasa, Ndio. ni neno gani ama ushauri unatoa kwa Watanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29? Kama Watanzania wanataka waokoke, kama Watanzania wanataka maendeleo ya haraka, kama Watanzania wanajitambua, Ndio. tarehe 29 waende wakapiga kura. Kwa nini wakapiga kura? Kama wanataka kuandamana, waandamane kifikra, wasiandamane barabarani, waandamane kifikra. Wanasema wanaandamana kwa ajili ya kuleta mageuzi, waandamana kwa ajili ya kutaka mabadiliko. Sasa waandamane wakachague mabadiliko, na mabadiliko hayo hakuna mtu mwingine, ni Busungu tu. Ndio. Ukienda kupiga kura ukaweka tiki Busungu, tayari umeshaweka reform. Kwa hiyo na washauri wa Tanzania wote popote pale walipo, waende wakapige kura, na kama wanataka kuandamana hamna shida, waandamane kwa fikra, kwenda wakaweke tiki kwa Busungu. Kwa hiyo chama cha ADA TADEA kimesema hivi, kinataka Watanzania wote wakapige kura ya mabadiliko, na wakienda kupiga kura ya mabadiliko watakuwa wameyapata. Kwa sababu mtu asienda kupiga kura atakuwa ni mtu ambaye ni mpumbavu, kwa sababu analalamika nini wakati mabadiliko yapo hataki kuenda kuyachukua. Kwa hiyo kupiga kura kwa Busungu ni kuchukua mabadiliko nayoyataka. Kwa hiyo naomba Watanzania wote ikifika mapema tu alfajiri waondoke vizuri kwenda kupiga kura, na kupiga kura pale waangalie mtu ile rangi ya kwanza waachane nazo, wahesabu 2 waachane nayo, mpaka wakishafika 10, namba 10 ni neema, namba 10 ni baraka, watakuta ADA TADEA kuna picha ya mwanamke na mtoto, halafu jina zuri linaitwa Busungu, waweke tiki pale. Ndio nachowashauri wa Tanzania kwamba waende wakapige kura na wasiache kupiga kura, kwa sababu kuacha kupiga kura si tu kwamba wanapoteza haki yao, wanapoteza uwezo wa kujiamini, uwezo wa kujitawala na uwezo wa kujiletea maendeleo. Sawa sawa. Nikushukuru sana kwa muda wako. Tumekuwa na mazungumzo mazuri na mafupi pia. Na mimi nakushukuru sana, na mimi nawatakieni shughuli njema. Ndiyo. Naomba tumeendelee kututangaza. Ndiyo. Ili tuweze kuwasaidia wananchi kupata uelewa na wafanye maamuzi bila kuwa na wasiwasi. Sawa sawa. Tunakutakia kila la heri kwenye kampeni. Asante sana. Sawa sawa.
Huyu alikuwa ni mgombea urais wa Tanzania kupitia chama cha ADA TADEA, anaitwa Georges Gabriel Busungu, ambaye tumefanya naye mahojiano na umeweza kumsikia amezungumzia sehemu tofauti tofauti, sekta tofauti tofauti, lakini pia namna ambavyo atafanya ama namna ambavyo chama kitafanya pindi ambapo Watanzania watakipa ridhaa ya kuweza kuongoza nchi. Aliyoko nyuma ya kamera anaitwa Michael Kilo, mimi naitwa Doreen Ali. Tukutane tena wakati mwingine. Kwaheri.